Yote katika kitabu Yohana 1:1 inasema hivi. Yohana 1:1 inasema hivi. Katika mwanzo kulikuwa neno. Ndio. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Ndio. Na neno alikuwa Mungu. Huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Ndio. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu. Ndio. Na pasipo yeye hakukufanyika hata kitu kimoja. Umesikia katika mwanzo kulikuwa nini? Alikuwa pamoja na nani? Na Mungu. Neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Pasipo neno hakufanyika hata kitu kimoja. Basi mwanzo iko mbali kama mwanzo moja. Moja. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Na dunia ilikuwa ukiwa. Ndio. Na utupu. Ndio. Na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi. Ya maji ndio. Roho ya Mungu alikuwa ilitulia juu ya uso wa maji. Ndio. Mungu akasema anaanza tumia neno yenyewe lilikuwa kwake kabla hajaitamka ile neno alikuwa ni kwake. Neno ndiye Mungu na pasipo na kufanya kitu. Endeleza. Ona kudanganya. Mungu akasema nuru iwe. Na nuru ilikuwa. Iko natumia nini? Neno ile. Ndio ile ilikuwa kwake. Endeleza. Ona kupandika. Mungu akaona nuru ya kama ilikuwa vizuri. Ndio. Mungu akasema. Akasema tena neno hili anaomba kwa neno. Nuru na giza. Ndio. Nuru na giza. Ndio. Mungu akaita nuru mchana. Na giza aliita usiku. Ndio. Na ilikuwa magharibi na ilikuwa asubuhi siku moja. Mungu akasema. Mungu tena akasema, alikuwa anatumia neno kwa kuumba, pasipo neno hakufanyika kitu. Ule neno ni Mungu na neno alikuwa ni Mungu. Maana ndiye ndio alikuwa anasema maneno kabla hajaitamka. Iwe nafsi. Iwe nafsi katikati ya maji na itenge maji na maji. Hata uishi hata pale. Tuone sasa. Ile neno tumeona ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Alikuwa anaomba kwa nini? Kwa neno. Tuulize Yesu, je, wewe ndiye neno? 14:24 Mathayo. Luka na Yohana. Yohana 14:24. Yohana 14:24 inakuja na shuhudia inasema, je, wewe Yesu ndiye neno? 14:24 Yohana. 14:24 inakuja inashuhudia inasema hivi. Ndio. Inasema 24. Mtu asiye nipenda hati neno langu. Ndio. Na neno mnalolisikia si langu. Ila ni lake nani? Lakini Baba aliyenituma. Yesu anasema kwanza watu wanasikia pale kwa Yohana 1:1 haiko neno la nani? La Mungu. La mle aliyemtuma, la Mungu ambaye aliyemtuma. Soma Yohana 14 sasa. Yohana 1:14 na shuhudia nasema hivi. Ndio. Yohana 1:14 na shuhudia nasema hivi. Na neno alifanyika mwili. Na neno sasa ya Mungu ikafanyika mwili hapana kusema sisi ndio kwa neno endelesha. Akakaa kwetu. Ndio. Tukatazama utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Akimbia. Yaani neno akafanyika mwili, tukaona kama ni utukufu umetoka kwa nani? Ametoka kwa Baba na amejaa neema na kweli. Alitoka kwa Baba namna gani ile neno kufanyika mwili ilifanyika namna gani? Kamata Luka 1:2-6-3-4. Ona watu kabisa wakaganya watu. Luka. Neno alifanyika mwili namna gani? Luka 1:2-6-3-4. Luka tunaenda kuluka. Wanatumia lugha ya ujanja.
Leta habari. Luka 1:26. Luka 1:26. Luka 1:26. Neno kufanyika mwili, ilifanyika mwili na maana kakuwa Yesu sasa. Inasema hivi. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Mbinguni kuna Mungu mahali tumaka malaika Jibril. Endelea. Kwa mji wa Galilaya. Ndio. Ulioitwa Nazareti. Ndio. Verset. Na bikira aliyepata kuwa mke wa mtu aliyeitwa Yosefu. Ndio. Wa nyumba ya Daudi wa Daudi. Ndio. Na jina la yule bikira lilikuwa Mariamu. Ndio. Malaika alikuja kwake akasema, salamu. Akamtolea salamu, assalamu alaikum. Endelea. Haleluya, wana Yesu uliyepewa neema na Bwana. Ndio. Yuko pamoja nawe. Wewe umebarikiwa katikati ya wanawake. Ndio. Naye alifadhaika sana kwa sababu ya neno hili. Kwa sababu ya neno la kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ile malaika ameletea Mariamu. Endelea. Akafikiri katika moyo wake, ndio, salamu gani hii? Akashakara huyu mtu kabisa. Nikumbe ni malaika hana habari yake. Ametolea salamu namna gani? Endelea. Malaika akamwambia, usiogope Maria. Ndio. Kwani ndio umepewa neema kwa Mungu. Ndio, umepewa neema kwa nani? Kwa Mungu. Mungu iko tu wapi? Mbinguni. Malaika kafika kwa Maria. Endelea. Tazama, utapata mimba. Utapata mimba. Utazaa mwana. Utazaa mwana. Jina lake Yesu. Jina lake taitwa Yesu. Endelea. Huyu atakuwa mkubwa. Ataitwa mwana wake Mungu. Haiko Mungu, hapana. Endelea. Mwana wake Mungu. Ataitwa macho yake na yao inafungana kama mtoto. Hapo kwa mtoto mzuri ona bien. Tuko na madakika hapa. Mungu anafanya mtaji. Mbona hivi? Hakuna maisha watu hapa. Ndio hapa ya kuelewa. Anaendelea. Kitu kwa watu wakubwa hapa kufanya kuelewa. Tuko na mahubiri hapa na mtoto wenye ndani. Endelea. Samahani mwalimu wa Kiislamu. Wa Kristo. Tukae kimya. Samahani, tutakupatia muda moja. Tutakuongezea muda. Wa Kristo, unaposikia anasema usikilize tu kwa makini. Kisha mnaposikiliza tusikilize hoja zake. Mwalimu wetu wa Kikristo atakapofika hapa, yeye ndiye ambaye atakayesema yote. Sawa, tusikilizane. Tukae kimya. Na Bwana Mungu atamupa kiti cha baba yake Daudi. Ndio. Atampa kiti cha baba yake nani? Daudi. Endelea. Atamiliki nyumba ya Yakobo. Ndio. Hata milele. Ndio. Na ufalme wako na hautakuwa na mwisho. Ndio. Maria akamwambia malaika, neno hili litakuwa namna gani? Kwani sijue mume. Ndio. Malaika akamjibu akamwambia, sawa, Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Ndio. Na nguvu zako Mungu aliye juu zitatulia kivuli, itakutilia kivuli. Ndio. Kwani kile kitakachozaliwa nawe kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hakusema ni Mungu. Endelea. Na tazama, Elisabeti na jamaa yako
ana mimba ya mtoto mume katika uzee wako, na huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyekuwa tasa, kwani hapana neno lisilowezekana kwa Mungu. Lisilowezekana kwa Mungu. Maria akasema nini tena? Hakuna Mungu. Maria akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, iwe kwangu sawa na neno lako. Malaika akaondoka akakwenda. Yaani pale tumeangalia neno kufanyika mwili, akakaa kutoka na metoka kwa baba. Ni wakati malaika Jibril alitumwa na Mungu kwa Maria, akamwambia tazama mimi mtoto. Na Maria akasema mbona siwezi zala, sina mwanaume. Mbona hapana, atazala kwa neno. Ndio kufanyika mwili neno. Sasa akaumba ndani ya tumbo ya Maria. Alisingizia Qur'ani, atemesema kwa Yesu ni Mungu. Kamata Qur'ani. Qur'ani 4 mstari 71 mpaka 73. Anasingizia Qur'ani kwa imesema ni Mungu na andiko zinasikilikana. Qur'ani 4 73. Qur'ani 4 73. Mfanye haraka. Qur'ani 4 Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Enyi watu wa kitabu. Anaambia sasa Wayahudi, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Msipindukie katika dini yenu ya kusema mtu ni Mungu. Endelea. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Ndio. Masihi Yesu mtoto wa Maria. Masihi Isa bin Mariamu ni mtume wa Mungu. Endelea, ni mtume wa Mungu, si Mungu. Endelea. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko. Sasa kwa neno. Endelea. Mwenyezi Mungu aliyopelekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake kama roho nyingine. Endelea. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msiseme watatu, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho. Msiseme vile vitatu, Mungu tatu haiko. Endelea. Ona bien. Jizuizeni na itikadi hiyo itakuwa bora kwenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ni mbali na utakatifu wake kuwa ana mwana, ni vyake vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Takbir! Yaani pale Mwenyezi Mungu anasema kuwa Yesu roho yake na yetu ni sawa sawa. Ni aliumba Yesu ndani ya tumbo ya nani? Ya Maria. Kwa nini? Kwa neno. Sio kwamba amekuwa Mungu, ila ni uongo. Tunakamata tena ingine ya akisema tena ya Tito 2:13. Taelewa leo. Tito 2:13. Ninasema hivi. Tukitazamia tumaini la baraka. Ndio. Na kuonekana kwa utukufu wa Mungu. Sikiliza vizuri. Tukitazamia tumaini la baraka. Ndio. Na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa. Ndio. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndio. Mungu mkubwa. Anayesema pale kwa ile Tito 2:13 ni Paulo mtume. Kamata moja tu kama anaingia. Tito 1 wani kama anaingia. Alafu tutoe mazuri zenyewe pale. Tito 1:1 inasema hivi. Paulo mtume wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo. Anasema ni nani? Paulo. Anasema ni Mungu gani? Mungu mkubwa.
Tuulize Yesu. Je, mama amekusemea kweli uko Mungu mkubwa? Hata ile binti Yohana. Wanafunga ule bango. Unasema hivi. Hata katoze benduiti. Atosha habari ya Kongo ya Paulo yule kafiwa bora. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Katoze benduiti, ha? Nasema hivi. Ndio. Unasikia kwamba niliwaambia nini? Ninakwenda zangu. Na nitakuja kwenu tena. Ndio. Kama Mungu alinipenda. Mungu alinipenda. Mungu alifurahi. Mungu alifurahi. Kwa sababu ninapenda kwa baba yangu. Kwa maana baba yangu ni mkubwa kuliko mimi. Anamsemea uongo. Kamata Luka 11 moja mpaka 4. Luka moja mpaka 4. Luka mwalimu. Luka 11 moja mpaka 4. 11 mpaka 4 nasema hivi. 11 mpaka 4. Moja Yaani nasema hivi. Ukisikizia Yesu iko hapa. Alipokuwa akiomba. Ati Yesu mwenyewe anaomba. Mungu anaomba. Alipokuwa akiomba katika pahali fulani. Wakati alipokoma mmoja wa wanafunzi wake akawaambia, Bwana, utufundishe na sisi kuomba. Ndio. Kama Yohane alivyofundisha wanafunzi wake. Ndio, akamwambia namna gani? Akamwambia, wakati mnapoomba, semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Mungu alikukulia na Mungu, Yesu alikukulia na Mungu liko wapi? Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yafanyike. Ya Mungu ifanyike pana ya Yesu. Duniani kama vile mbinguni. Dunia na mbinguni ni Mwenyezi Mungu pana Yesu. Endelea tu mpaka kusho. Utupe kila siku chakula chetu. Ndio. Kinachofaa. Utusamehe dhambi zetu. Ndio. Sababu sasa vitu tunavyosamehe mtu mwenye deni kwetu. Na usitulete katika majaribu. Lakini utuokoe kwa uovu. Yaani Yesu anafunza wanafunzi kwa baba wetu uliye wapi? Mbinguni. Mpaka kufa mnajina na Yesu mle? Hakuna. Kwa hivyo Yesu siye nani? Siye Mungu. Sasa Yesu kweli kabisa. Wewe ulipokuja ulikuwa na uwezo ama ulikuwa Mungu? Yohana 5:30. Yohana 5:30 nakuja na kusubiria nasema hivi. Yohana 5:30 fahamu ndio? Nasema hivi mwalimu. Ndio. Nakuja nasoma kwa haraka. Nasema hivi. Nasema hivi. Mnaipata? Mimi siwezi kufanya neno peke yangu. Yesu anasema mimi siwezi. Lakini mwambie Yesu anaweza. Anaimba, mwambie Yesu anaweza. Mimi siwezi. Ona leo basi. Yesu anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Ndio. Kama ninavyosikia, ndivyo nihukumuvyo. Hukumu yangu ni haki. Hukumu yangu ni haki. Ndio. Kwa sababu sitafute mapenzi yangu mwenyewe, lakini mapenzi yake Baba aliyemtuma. Takbir! Hayo Yesu yeye hakuweza kitu mpaka asije kwa nani? Kwa Mungu. Kamata Luka 18:19. Luka 18:18 mpaka 19. 18 Luka anasema hivi. 18 anasema hivi. 18:19. Na mtamu mmoja alikuwa na mtawala mmoja alimuuliza alisema mwalimu, akamwita mwalimu mwema.
nitafanya nini kurithi uzima wa milele? Yesu akasemaje? Yesu akamjibu. Akamjibuje? Yesu akamjibu. Akamjibuje? Sababu gani unaniita mwema? Kwa sababu gani unaniita mwema mimi Yesu? Hakuna. Hakuna aliye mwema ila mmoja ni Mungu. Takbir. Kwa hiyo Yesu anasema ambaye Mungu umekwisha.